Poa. Mtazamaji wangu, kama vile unaniona siko peke yangu katika studio, nimekutafutia mgeni kama vile tuliagana. Every Sunday itakuwa nakutafutia mgeni, lakini kama niweze kumkaribisha wewe, niwe nitaanza kukaribisha na ujihisi mahali panapofaa. Basi bila kupoteza muda, niruhusu niweze kumkaribisha mgeni wangu kwa staili hii. Mgeni wangu, karibu katika Surprises TV. Nashukuru. Karibu sana. Asante. Kabla tuendelee, ningeomba utasalimia watazamaji wangu pale ili tuendelee kutoka hapa. Yo, what's up guys? This is Mahesh Boy, a boy from KTL, Kitale, Trans Nzoia ndo home. Niko hapo hivi leo Francis TV kupiga story. Najua mnakuja kujua mengi sana, kufahamu kunihusu Mahesh ni nani, ni nini anafanya, anakaa wapi, shughuli gani anafanya. Nimefurahi sana kukua hapa hivi siku ya leo. Hapo sawa. Wajue nimekupeleka moja kwa moja hadi Kitale tuweze kujua wasanii wa pande hizo. Karibu sana. Shukuru. Kile kinafanya nikuite hapa, nyimbo zako nimeanza kuona zina trade, na mimi nikipatana na msanii na kuja na mitaga tunakaa naye kikao kidogo ili wasanii wale wafuasi wako wakujue zaidi, maybe hawakujui na ni kwa nini uliamua kuchanganya nyimbo za gospel na za secular. Nataka uturudishe utotoni wako. Tuambie wakati ulikuwa mtoto, ulisikia unasikia kuna kitu kinakusumbua ama ulikuwa mtoto wa kawaida? Nikiwa mtoto nilikuwa wa kawaida, lakini kuna kitu kilikuwa kinanisukuma. Unajua unaweza kuwa wa kawaida, maybe umeenda kucheza na marafiki zako nini, kitu kama mnacheza, lakini kuna kitu ndani yako unasikia tu unaimba, unafanya nini. So nilijua niko na kipaji nikiwa mtoto mdogo, lakini nilijua nilikitambua, but sikuwa najua nitakipusha aje nikikuje kitoke nje at least unione vile umeniona siku ya leo. Ulikihuduku kwa darasa gani hivi? Naweza sema nikiwa chekechea, nikiwa kama class 5, kitu kama hiyo. Hapo ndo nilijua kweli na uwezo wa kuimba, na naweza nikaimba. Kwa sasa napenda maybe nikienda mtoni nimetumwa, nikienda dukani nikichunga ng'ombe, unapata hiyo ndio shughuli, unaona. Kwa hiyo huko unasungana na watoto wale wengine, sababu ukiwa na kiti yako peke yako unajipataga uko na shida sana kukuwa na katika watoto ama kuna time tulikuwa tunacheza bano nini kama hizo. Siwezi sema sikuwa na time na wao, tulikuwa tunakutana tunacheza nini kitu kama hiyo. Lakini pia na mimi nilikuwa na muda wangu wa kujitenga, wa kufuata chenye niko nacho. Na walimu hao wanakusubua sababu mara nyingi ukiwa na kipawa kuna vile unajipataga kuwa na kiekelea zaidi. Walimu walikuwa na appreciate, walikuwa wanapenda, na najua teacher hizo wanajifunia sana kuwa na mwanafunzi ambaye maybe ameonekana kwa TV, anaimba, anafanya na kuna kipaji. Walikuwa na appreciate. Then hadi wakuja class kuuliza unataka ukuwe nani, nilikuwa naambia I just want to be a big musician hapa Kenya, na nijulikane hadi kimataifa. Hiyo ndio ndoto nafanyia maono mazuri. That's a good one. Sasa wakati ulimalizia shule, uliamua kushughulikia hii shughuli immediately ama kwanza ulistruggle kama vile tunafanya ukimalizia shule, sababu hujui kwa kwanza kuhanso na nini ama ulikuja ukiwa umeanza kushughulikia music? Music ndio ilikuwa my dream, na after nimemaliza shule nakumbuka nilitoka Ushago nikakuja Nakuru sababu ya muziki. Nilikuwa nimeandika kitabu kimejaa, na nilikuwa na marafiki zangu wengine Nairobi. So nikiwa Nakuru nikawapigia simu nikasema sasa mimi nishamaliza shule, kitu yenye nataka sasa ni kufuatilia hii ndoto na yenye niko nayo. Hata kazi yenye nimepata hapa hivi nasanya pesa na save ili nifike studio. So kuna wakati wameniambia nikuje Nairobi, tukaongea kwa simu nini, marafiki tukakutana. Mimi nikapanda gari nikakuja Nairobi. Nilifika Nairobi wakawa wateja. So kwa wateja ikabidi nimekosa hadi sehemu ya kupumzika. Ikabidi sasa niko hapo hivyo tao, sijui mtu yoyote. Nilipigia sister yangu nikamwambia mimi nimekuja tao, nimekuja nini, nikakuja Ngong. Sasa after nimekaa Ngong kidogo, hiyo ni 2017. Nikatafuta pesa kidogo hapo hivi Ngong, nikaenda studio pale chini vet panaitwa Global Lock. Kuna studio pale nimeiona na hiyo ndio ilikuwa studio yangu ya kwanza kwenda pale, na nikarecord Ngong. Kwa hiyo wimbo wako kwanza nilirecord hiyo 2017 na hadi ilikuwa tu ni kafupi, niliweka tu verse 1 na chorus. Hiyo ilikuwa ya gospel ama secular? Ilikuwa ya gospel. Kwa hivyo hebu tuuzie kidogo tusikie sauti. Ilikuwa sema
kwake Mola mimi nakwenda, wala sio tatizo. Wengine wanadai kuwa mimi ni kafiri, sikati tamaa, najikaza kimaombi. Kila kunapokuja, kila kunapokwenda, najikaza kimaombi nisite kwenda shetani. Ukija kwa mabindi wako wengi wazuri, sura zao ni midili ya kienjo, lakini tabia zao kwa kweli za kuoza. Ukipita mtaani utapigwa na dua. Mstari unayo baba. Na mbona ukapotelea nini gospel na nimesikia mstari unayo? Sasa unajua hizo ni nyimbo ambazo nilikuwa naziandika nikiwa nyumbani, ndio nilikuwa naenda kanisani kama hizo. So unapata place, ungepata opportunity ya kuperform na kushowcase talent yako ni kanisa na maybe kwa msiba. Hapo ndio unaweza enda uende entertain watu kidogo kidogo. Ilikuwa hivyo. Na kama ulianza na gospel, kwa hiyo ni kumaanisha ulilelewa kanisani? Nimelelewa kanisani, nimebatizwa kanisani na after nimetoka nilikuwa naenda Catholic after my grandmother sasa amepassa away, nikaanza kwenda kijiji. So mimi nimelelewa kikanisa kabisa. Na umekujaje ukaanza tena kufikiria kubadilisha, kama ulikuwa aim yako ulikuwa unataka kuanza kuimba gospel, umefika mahali ukasikia sasa uegemee pande nyingine, kwa nini? Kitu chenye kilinishawishi niingie kwa muziki maybe wa kidunia ama tunasema secular ni marketing. Nilikuwa najaribu venye nitaingia nione venye pia nitamarket. Alafu nilikuwa na huo uwezo sababu hadi nikiwa mtoto mdogo nilikuwa napata sana naimba nyimbo za mapenzi kushinda za kanisani. So nikasema let me stick to my lane, let me do this. Then hadi Mungu bado tutamwimbia, bado kuna muda, na kama ndiye amenipatia kipaji, sioni chochote ambacho kinaweza nizuia nisimwandikie, nisimwimbie na nisimshukuru.